Kwanza mdogo wangu, kwanza nikupongeze. Naona umekaa umefikiria ukamjibu sawa sawa. Hivi unajua sasa hivi wanaume ni waongo. Yaani anaweza akakupa mimba na akakuacha, ukalea mtoto peke yako. Si unaona maisha yetu yenyewe haya. Ni heli tu tulie, wewe bado mzuri, bado unaita, kwanza bado mdogo. Mdogo wangu utaolewa. Achana naye. Hata hivyo amesema nisipomzalia anitaki tena. Umeona sasa? Je, ungemzalia? Afu angekuacha huku na mtoto, si bora akuache hivi? Utaolewa. Ndio ujue, yani mpaka ameongea hivyo, ujue hapo kuna kitu. Yaani kuna tatizo. Lakini dada, mimi nampenda John, unajua. Ndugu wangu, kwa hilo sikushauri. Yaani kama amesema yeye mwenyewe akutaki, ni heri uachane naye, na maana alikuwa hana malengo na wewe. Itabidi tu nimzalie. Kwa hiyo nataka kuniletea mimba hapa nyumbani, si ndio? Kashakwambia hakutaki. Je, ukimzalia akikuacha njia panda, si unataka tuhangaike hapa maisha yenyewe unaona hapa tunavyoishi. Naomba nisije nikasikia eti unasema unamzalia John. Sawa? Sikiliza nikwambie Bright. Yaani umefika hapa mpaka umenitoa kwenye mood. Umekuja kufanya nini? Suzi mpenzi. Najua unaniambia kwamba una shida na fedha. Umeniletea? Nimekuja kidogo nilicho nacho. Naomba nikupatie. Wenda kitakusaidia. Shika hii fedha, nimejitafuta ndio nilipata. $10,000. Suzi mpenzi. Angalia na lenyewe sasa hivi jinsi ilivyo. Yaani katika $90,000 nilokuomba ndio umeniletea $10,000. Nimejitafuta na kazi yenyewe ngumu. Yaani hiyo $90,000 ipo nje ya ile hela. Mimi nitakukabidhi. Wewe shikilia hiyo fedha. Sikiliza nikwambie. Mimi sitanii wala sichezewe. Unaniletea $10,000? Nimekuomba nauli ya shule mimi? Mimi sio mwanafunzi. Sijui unanielewa. Usije kurudia tena kuniletea uchafu kama huo siku nyingine. Yaani hiyo hata vocha haitoshi. Nimejitafuta, unanitupia hela Suzi. Naomba uishike hii hela. Unajua hela wewe? Kuna watu ambao wanaitafuta wanaikosa. Mimi nimeipata. Naomba ukae nacho kidogo changu. Naomba nitolee huko uchafu. Suzi mpenzi. Tena usije ukarudia tena siku nyingine. Ondoa hilo neno mpenzi. Ukija na hela nyingi ndio uniite mpenzi. Muda huu ukiniita tu jina langu inatosha. Ondoa hayo majina, sijui mpenzi. Huna hazi ya kuniita kwa muda huu majina hayo. Sawa, lakini naomba unielewe. Naomba ushike hii hela. Huko nje ulikotoka huko. Kuna dada, kuna wanawake wana shida na hiyo hela. Sawa? Kuna watu wana hazi na hiyo pesa. Sio mimi. Hapa umejikanyaga. Rudi katafuta hela ndio urudi ndani. Uje ndani. Lakini upaswa kuniambia hivyo. Ulipaswa tu upokee hii hela kiustaarabu. Nimekuja na fedha ndogo. Basi ipokee ile 90 nimekwambia ipo. Wewe, who are you by the way? Teli. Kwema. Kwema. Samahani, naomba nikuulize. Una shida na hela? Ningekuwa na shida na hela singekwambia. Sawa. Sasa kama hauna shida na hela, kuna siku nimekupa hela hapa umpelekee Suzi, ulipeleka wapi? Nimewatumia wazazi nyumbani. Kijijini. Na ndo nilivyokuelekeza. Hivi kaka. Wazazi wamekupigia simu mara ngapi kwamba mashamba yanatakiwa yalimwe? Umewatumia hela? Sijatuma, lakini yani mimi unaniona sina akili kwamba nimekupa pesa umpelekee mtu mwingine alafu unampelekea mtu mwingine. Ila kwa hapo ulipofikia kaka huna akili. Nikiwezekana nikupeleke hospitali ukapimwe akili yako kama ipo sawa. Kwa sababu haiwezekani nyumbani wanapata shida, wewe unaniambia eti nichukue hela nikampelekea yule kahaba. Kweli? Una akili kweli wewe? Basi itoshe. Yaani kunitoa akili tu inatosha. Nenda.
Shemeji, uwepo wangu hapa ni kwa sababu ya jambo moja tu. Mi nadhani ameshakwambia Debora kuhusu hitaji langu. Ni kweli ameshaniambia na nimemwelewa. Mi naona hatujaelewana kwa sababu mimi nimemwambia nahitaji mtoto, alafu yeye ninaona kama analetea habari ambazo mi sizielewi kwa sasa hivi. Sasa wewe kama shemeji yangu na ni kama dada yake, umefikiria nini alipokushirikisha hivi? Hivi shemeji, unaonaje kwanza mfunge ndoa, alafu hayo mambo mengine ndio yaendelee? Si vibaya, lakini shemeji, mimi nataka nikwambie kitu. Kama nitafunga ndoa na mwanamke ambaye nahitaji mahitaji yangu na hanitimizii kabla ya ndoa, unadhani tukiwa kwenye ndoa atatimiza? Kwa nini asikutimizie? Ni sawa, kwa vile mmeshauriana hivyo na mmeamua, haina shida. Ila nataka nikwambie kitu kimoja hivi. Sisi wanaume tunapohitaji mwanamke wa kuingia naye kwenye ndoa, huwa tunamtafuta mwanamke aliyetulia ndio tumuoe. Alafu nyinyi wanawake huwa mnasubiri kwanza mpate mtu ndio mtulie kwenye ndoa. Nadhani hapo ndipo tunatofautiana. By the way, sawa, mimi nikajua labda wewe utamshauri ndugu yako kuhusu hichi na huo upande wangu, lakini kwa hivi inaonyesha kabisa kwamba upande wangu mimi nitasimama mwenyewe. Kwa nini shemeji umefikia kwenye hatua hiyo? Unakuwa mkali, unaongea tuelewani vizuri. Kwani hapo kipi ambacho hujaelewa shemeji? Kama hawezi kutimiza hitaji langu, basi mimi nadhani wewe umesimama upande wake na mimi niko peke yangu. Cha kufanya hapa mimi ni kutoa maamuzi tu, na utanisamehe kwa yote. Kama kuna kitu nimewahi kukukwaza, nisamehe, uniwie radhi. Lakini maamuzi yangu mimi kwenye hili, mimi nakuomba tuweke beacon kwenye mahusiano yetu, yani mpaka. Ndio, kama akiwezekani hichi nilichokiomba, basi tuachane tu salama. Bibi, tusifikie huko lakini. Lakini bibi, mbona ni jambo dogo? Kwa nini tusifanye kwanza taratibu zote alafu ndio tukafikia huko? Hivi kweli tuvunje mahusiano yetu kwa ajili ya kitu kidogo kama hiko kweli? Tukote tulipotoka huko tumepitia milima mabonde, leo tuachane kwa ajili ya kitu hiko tu kidogo? Yaani nisikilize, yaani hichi kitu kama ni kidogo, sio kidogo kwangu, ni kidogo kwenu nyinyi ambao mmeshauriana. Mimi msimamo wangu unabaki hivi, na kuomba mimi na wewe, kama haiwezekani hichi ambacho nakihitaji iwe basi. Yaani ni bora umefika, maana vilivyotokea hapa sitaki hata kuamini. Kwani kumetokea nini? Si huyo kakako amekuja hapa anasema kwamba anahitaji kuachana na ndugu wangu, kisa kwamba hawezi kumbebea mimba. Yeye anataka mtoto, yeye sasa hivi hataki. Mdogo wangu alikuwa anataka mpaka afunge ndoa, na mimi nimeona ni sawa, alichoongea ni sawa, ni kufunga ndoa ni sawa. Lakini kaka yako amebadilika, jinsi alivyokuwa ananiheshimu, yaani sikutegemea kama leo angekuja afu anaongea hivyo afu bila kuniogopa. Yaani hata siamini kuna kitu. Nahisi labda wewe utakuwa unakijua. Kusema kweli dada Angel, hamna kitu chochote kinachoendelea. Labda nilijitahidi kufuatilia nijue nini kinachomsibu kaka yangu mpaka anakuwa hivyo. Maana mdogo wangu mimi anaumwa, analia tu muda wote, yaani mpaka anachemka, yaani mpaka hata sielewi. Sawa, kwa kuwa umeniambia, mimi nitaongea na kaka pia. Na Debora yuko wapi? Amelala analia tu huko. Yaani kwanza tu muache, maana hata sielewi, hata kumuita kwanza naona yaani muache tu mdogo wangu apumzike. Ujue leo umenishtukiza sana. Sijui kwa nini umekuja bila taarifa. Taarifa? Yaani inamaanisha huwa ukitaka kuja unanipigia simu, lakini leo nimeshangaa tu umefika.
ujio wangu hapa hauhitaji taarifa yoyote ile. Kwa nini? Unaniuliza kwa nini? Yaani inamaanisha wengine wanaambia bibi nakuja pika au hivi, leo umekuja na shanga tu kimya huyu hapa. Kuna ubaya mimi kuja hapa bila kukutaarifa? Okay sawa, hamna ubaya. Kumeharibika nini? Kumeharibika kitu. Okay, hapa kuna kitu kikubwa sana kinataka kutokea leo.